Bwana Yesu asifiwe. Haleluya. Kwa mara nyingine tena tunapata somo kidogo, tunajifunza habari za ufalme wa Yesu Kristo wa Nazareti. Na tuombe. Baba mbinguni, asante kwa damu ya Yesu iliyomwagika msalabani. Asante Baba mbinguni kwa damu yako iliyomwagika msalabani. Katika jina la Yesu ninakushukuru. Naam, Baba mbinguni, naomba kwa uwezo wa Roho Mtakatifu uniongoze, unisaidie kwa hekima na maarifa yako niweze kulifikisha hili neno kwa watu wote, katika jina la Yesu Kristo wa Nazareti. Amina. Naam, tunajifunza kidogo habari za Yesu na nguvu zake. Yesu na nguvu zake. Mbadala wa Yesu ni Roho Mtakatifu. Roho Mtakatifu ndiye wakili wetu. Kwa hiyo ujio wa Roho Mtakatifu ndio mbadala wa Yesu. Yesu alipoondoka akamtuma Roho Mtakatifu, ndiye anayekuwa mwalimu wetu, kama vile ambavyo Yesu aliwafundisha wanafunzi. Kwa hiyo sasa sisi tuna neema, tunatembea na Roho Mtakatifu ambaye yeye anachukua taarifa kutoka kwa Yesu, ambazo za Yesu pia ni taarifa za Mungu, ndio anatupa sisi. Kwa hiyo sasa unaweza ukawa na Roho Mtakatifu lakini usiwe na nguvu za nani? Za Roho Mtakatifu. Kwa hiyo unakuwa na Roho Mtakatifu lakini huna nguvu za Roho Mtakatifu. Sasa hapo nataka nifundishe tu mambo mawili, kwamba unaweza ukawa na Yesu lakini usiwe na nguvu za Yesu. Na unaweza ukawa na mkono wa kushoto na kulia, sawa? Inapoungana pamoja ndio inaitwa mikono. Na umoja ni nguvu. Mikono miwili imeungana kwa pamoja, naam, inakuwa na nguvu. Kwa hiyo unakuwa na Roho Mtakatifu, pia unakuwa na nguvu za Roho Mtakatifu. Sasa hebu tujiridhishe kwa kusoma Zaburi 105 mstari ule wa 4. Imeandikwa, mtakeni Bwana na nguvu zake, utafuteni uso wake siku zote. Na yani ukaribie uso wa Bwana, au mkaribie Bwana siku zote. Manake umpate Yesu na nguvu zake. Una Yesu lakini uwe na nguvu zake kila siku. Hilo swala sio la siku moja, ni la kila siku. Uwe na Bwana kila siku, utafute uso wa Bwana kila siku. Kila siku. Sasa Yesu Kristo wa Nazareti aliponitokea, alinifundisha jinsi ya kutafuta uso wa Bwana. Kwa kweli nilifurahi sana. Alisema ili upate uso wa Bwana, au Roho Mtakatifu na nguvu zake zidhihirike, kuna kitu kinaitwa vizuizi. Na kama kuna nyumba yoyote kuna geti, alafu lile geti limefungwa na wewe uko nje ya geti, kwa hiyo geti ndio linakuwa kizuizi chako cha kuingia ndani. Na unaweza kaingia ndani alafu kukutana na mlango. Mlango unaweza kuwa ni kizuizi cha kuingia ndani zaidi ndani ya nyumba. Na unaweza kaingia ndani ya nyumba ukakuta tena mlango mwingine kuingia chumbani. Kwa hiyo kuna kizuizi cha kwanza geti, kizuizi cha pili mlango, kizuizi cha tatu mlango tena wa kuingia chumbani. Sawa kabisa? Tunaelewana jamani? Naam, tuelewane hapa. Kwa hiyo akaniambia kuna vizuizi. Na akaniambia sasa jitahidi sana kila siku, kila mara unapotafuta uso wa Bwana, unatakiwa ujue ni kufanyaje kutafuta uso wa Bwana. Ni kuomba rehema za Mungu na utakaso kwa damu ya Yesu, kwa ajili ya vitu vitatu. Cha kwanza, dhambi, kwa Kiingereza sin. Cha pili, kutotii neno la Mungu, kwa Kiingereza disobedient. Cha tatu, uzembe, kwa Kiingereza laziness. Hivyo vitu vitatu, unapoomba rehema za Mungu na utakaso kwa damu Yesu, unaomba rehema za Mungu na utakaso kwa damu Yesu kwa ajili ya mambo hayo matatu: dhambi, kutotii neno la Mungu na uzembe. Kadri unavyozidi kuomba, ndipo ambapo unaukaribia uso wa Mungu. Ndipo ambapo unakuwa na Roho Mtakatifu na nguvu zake na udhihirisho wake. Kwa hiyo kadri utakavyojikita zaidi kulifanya hili jambo, utaona upekee kabisa wa udhihirisho wa Roho Mtakatifu. Ndio maana ukienda kusoma
kitabu kile cha Isaya 59. Isaya 59. Isaya 59 mstari ule wa pili. Isaya 59 mstari wa pili imeandikwa, lakini maovu yenu yamewafarakanisha ninyi na Mungu wenu, na dhambi zenu zimeuficha uso wake, msione hata hataki kusikia. Umeelewa hapo? Sasa anza kulifanyia kazi. Na kuambia ukifanya kwa siku lisali moja tu, au anza tu kwa watu, unaweza kuanza dakika 10 unaomba. Hayo unaomba. Unafanya kila siku mpaka kumaliza siku 7. Lazima utaona udhihirisho mkubwa wa Mungu katika maisha yako. Mungu uliye hai, asante kwa ajili ya somo hili. Ni fupi lakini ni baraka kwa watu wote wanaosikia na kuelewana na hili somo. Katika jina la Yesu Kristo Nazareti. Ubarikiwe wewe. Ukitaka mawasiliano na mimi, kama unataka kujiungamanisha na mimi kwa ajili ya kusaidia kuendesha huduma na maombezi, nina namba ya Tigo nakupa hapa na kutajia 0784477277. Ni namba ya Airtel 0784477277. Tuwasiliane kwa ajili ya maombezi. Kama unahitaji maombezi ya aina shida yoyote, ninakuombea kwa jina la Yesu. Mungu akubariki. Usikose kupeleka ujumbe huu kwa watu wengine, kwa sababu kadri watu wengine wanavyopata ndivyo wanavyozidi kumjua Yesu. Je, wewe unataka kumjua Yesu? Basi fanya haya ninayokuelekeza. Mungu akubariki. Sema, nifuatishe maneno haya. Sema, Baba mbinguni, naomba unisamehe kwa dhambi zangu, naomba unisamehe. Ninaamini Yesu aliteseka kwa sababu ya dhambi zangu, alikufa kwa sababu ya dhambi zangu, na Yesu alifufuka kunipa ushindi wa dhambi, na mimi napokea uzima wa milele kwa kumwamini Yesu. Nami nakuamini Yesu, wewe ni Bwana na Mwokozi wa maisha yangu. Karibu ndani yangu. Naomba Baba mbinguni ufanye ondoleo la dhambi ndani ya moyo wangu kwa damu Yesu iliyomwagika msalabani, katika jina la Yesu Kristo Nazareti. Asante Baba mbinguni kwa kuniokoa. Ndani yangu naomba uniongoze kuanzia sasa na kuendelea, katika jina la Yesu Kristo Nazareti. Ninadumu katika Yesu Kristo Nazareti milele. Amina. Haleluya. Ubarikiwe sana. Bye. Tukutane katika Yehova Television. YouTube Yehova Television. YouTube utakutana pale, ingia kule YouTube utakutana na Yehova Television. Kuna masomo mengi naendesha pale kadri Mungu anavyozidi kuniongoza. Barikiwe sana. Ninaitwa Yoshua Mampeta. Ukipenda niite Askofu Yoshua Mampeta. Ninafundisha habari za ufalme wa Yesu Kristo Nazareti. Amina. Haleluya. Barikiwa sana. Amina.